Hapa ni ivufliru.com na tuko kwenye ofisi za Omega Tax state ya Arizona, na siku ya leo tumetembelewa na mgeni wa heshima ambaye mnamuona kwenye skrini zetu. Ningeomba aweze kujitambulisha, aambie wafuasi wetu yeye ni nani. Karibu. Hamjambo tena, kwa majina naitwa Madeleine Chakupewa, naishi hapa Arizona, na ninashukuru kuwa kwenye ofisi za Omega Taxes na kujumuika pamoja na viongozi ambao wako kwenye hii ofisi. Uko Muamerike, uko Mkongomani, uko Murundi au Mnyarwanda? Mimi ni Mkongomani wa baba na mama. Ya nyumbani ni pale Uvira. Nimezaliwa pale Uvira. Nimesoma Uvira, lakini masomo mengi nimeyasoma pale Nairobi, Kenya. Umekuja huku mwaka gani? Nimefika Marekani mwaka wa 2015. Na nasikia umekaa miaka ya kutosha. Maisha ya Marekani yakoje? Ndio, tunaweza kusema maisha ya Marekani ni bidii. Marekani ni mji ambao unapatia fursa kila mtu. Unapofika mahali hapa, ni mahali pa kujipanga, ni mahali ambapo lazima utumie kichwa zaidi ili kwamba maisha yaende sambamba na sheria za nchi. Kwa hivyo maisha Marekani inakuwa na fursa kwa kila mtu. Ukitaka kujiendeleza kwa njia yoyote ile, unaweza kujiendeleza, isipokuwa tu ujiendeleze kulingana na sheria za hii nchi. Ile tu ndio naweza kuambia watu, ni nchi ambayo inakuwa na fursa nyingi, kama vile tunasema kwa Kifaransa opportunity. Yaani hapo unaweza kufika, ukitaka kusoma utasoma, ukitaka kufanya biashara utafanya, ukitaka kutumika kazi utatumika, na lazima tu uwe sambamba na kutii sheria za hii nchi. Sawa. Wewe ni mama kiongozi wa community Congolese hapa mstate yetu ya Arizona. Ndiyo. Lakini pia unafanya kazi Buguma, Arizona. Ndiyo. Na wewe ni mwanamke, wewe ni mama. Hizo kazi unazifanyaje, unaziwezaje, na changamoto yake ni gani? Ndiyo, nashukuru sana. Kwa wale ambao pengine hawajui, katika ofisi ya Buguma hapa Marekani ninachukua nafasi, yani nashikilia viti aina 2. Mimi ni presidente wa Buguma Mondial. Mtajua kama tunakuwaka na big umbrella ya Buguma Mondial Vira Fuliru. So na kilisha kina mama kule kama kiongozi wa wamama. Pia natumika mkomite executive ya Buguma Mondial. Na hapa Arizona mimi ni sekretari wa Buguma bwa Arizona, nasaidia pale viongozi na mambo ya ukatibu, na pamoja na pale pia nimechukuliwa kama mwenyekiti ama kiongozi wa wamama wa community Congolese ya Arizona mzima. Buguma, kabla hujaendelea, Buguma ni nini? Buguma Arizona. Buguma ni kumaanisha ni umoja wa Wavira na Wafuliru na Wanyindu pamoja. Yaani ni kabila 3 ambazo zimekuja pamoja kujiunga na kushikana mkono. Yaani ni watu ambao wamesema tumetoka mahali pamoja, lakini tunataka kuwa kama jamii moja, tufanye mambo yetu pamoja, tusaidiane pamoja. Okay. So uliongea kuhusu changamoto na jinsi gani ninaweza kufanya hizo kazi. Kwa kweli, kabla ya changamoto hujafika kwa community Congolese hapa Arizona, unataka nizungumzie unafanya kazi kule pia? Ninafanya kazi kwa community Congolese kama mama president. Mpaka kofia umebeba, yani uko damu. Ndio. Hii kofia inamaanisha ni inajuka DRC, Congo Community of Arizona. Okay. Ndio. Changamoto. So tunasema kama ukipatiwa majukumu kutumikia watu ni kujitoa.
Hizi kazi ambazo tunazifanya hatulipwi na mtu, lakini ni kazi za kujitolea. Na mara nyingi kile ambacho kinanifanya mimi kama mama kujaribu kusimama kwa zile nafasi ni kutaka kuwasaidia watu ambao wanakuwa na matatizo ama wanakuwa na shida ya kujijua ama kujitambua. Kwa mfano, tunakuja huku, kuna wengine ambao hawajasoma zaidi, hawajui sheria zinasema nini, wanaweza kuwa na changamoto ya kufika hapa mapale, kutafuta kazi, kutafuta assurance medical, kufanya hivi na mavile. So ile kitu inakuwa ni kitu ambacho nimekuwa nacho ndani yangu kutoka kuzaliwa kwangu, kuwasaidia watu ambao wanakuwa hawana sauti, ili kwamba niwe sauti ya pili kuwasaidia ili wafike mahali. So ndio sababu inanifanya kukuwa na zile ofisi, kutaka kuwafikia kina mama, kutaka kuwafikia community, si wa mama tu peke yao ama watu wote ambao wanakuwa na shida fulani fulani. Tuseme kama kwa community Kongoleze ya hapa Arizona. Ndio. Kazi inaenda mzuri, wamama wanakusikia, unakiwatafuta unawapata? Ndio, kwa kweli kazi ya kukusanya wamama ni vigumu, lakini wakati ambapo nimechukua ile ofisi ya kukuwa president wa wamama hapa Arizona, imenisaidia kufikia wamama wote. Yaani kuwasikiliza, kuwakusanya, ingawaje bado unajua Kongo ni kubwa. Kuna wale ambao wanasema huyu anaongea Kiswahili, bisho tolobakalingala ya bakalingala teo sietuna lakini pamoja na ile hali wote wanakuja pamoja. Kama vile unaweza kushuhudia siku ya independence, tulikuwa kabila zote za Kongo pale, wamama wa aina mbalimbali, basema Lingala, Bakongo, Baluba, Baswahili, sie wote tulikuwa fasi moya, kumeza moya, tunakula pamoja, tunaongea pamoja. Ile ilikuwa ni kitu ya furaha sana kungambo yangu kuona, kwa sababu haijawahi fanyika Arizona. Ile ilikuwa ni mara ya kwanza. Tunaweka kabila zote pamoja. Shukrani sana. Uko na hiyo moyo ya kutumikia watu, kutumikia makomunote zetu, lakini Buguma Arizona, msheria zao hawaruhusu mwanamke kuwa presida wa Buguma. Sijui kama unalijua hilo, na kuhusu hilo unaweza sema nini? Naweza sema kila kikundi kina sheria zao. Buguma inasema kama hauwezi kuwa mwanamke na uwe kiongozi. Hapana kiongozi, unaweza kuwa kiongozi lakini hapana president wa Buguma yote. Ile inataka kumaanisha ni mila. Kila kabila zina mila na desturi yao. Mahali ambapo tumetoka Kubafuliru, Bavira, Banyindu, mwanaume anakuaga na nafasi ya juu, na hakuna mwanaume anaweza kutaka kuongozwa na mwanamke, na lazima tuwapatie ile heshima yao. Ni waume zetu, ni wa baba zetu. Wakati ambapo tunakuwa pamoja, tunawapatia ile heshima watuongoze sisi akina mama. Ile kweli kwangu si changamoto, lakini tunatumika pamoja na wao. Shukrani sana. Sisi tunashukuru sana kututembelea. Na kama kuna kitu chochote unaweza ukaongea kwa community zetu kenye labda hatujafikia, unaweza ukakisema ili tumalizie. Kwa kumalizia tu naweza kutoa wito pale kwa kila mtu. Mahali ambapo upo, ukiona kama ile mahali unaishi kuna changamoto fulani na unakuwa na ule ujuzi wa kusaidia watu, usinyamaze. Usikae kimya, jitokeze, saidia watu. Maana wakati mwingine tunafanya kazi, hatutaki kujulikana, lakini tunataka kufanya kwa hali ya chini chini. Lakini sio vibaya wakati ambapo watu wanakuona kama unaweza kuwasaidia. Kwa hivyo ni jukumu la kila mtu kusaidia mtu mwingine. Kuna msemo wa Kifulero ambao wanasemaga, Kifulero tunasema umundu kirikijuga. Kumaanisha kwamba mtu ni nusu na anakuaga anaongezwa na mtu mwingine. Umundu kirikijuga. Yaani mtu ni nusu, lazima unaongezwa na mtu mwingine. Kwa hivyo hakuna mwenye anajua kila kitu, lakini kama unajua zaidi ya gisi ninajua, nisaidie, nitafurahi, nitashukuru. Basi Mungu awagashanire. Asante sana, tumekushukuru na kwa muda wako. Hapa ni ibufuliru.com. Utatupata ku TikTok, ku YouTube, kote yani tupo. Asanteni sana. Abafuliru turambe. Turambe.